Bwana Radio Furaha, Mwanzia Iringa Radio Furaha, Dodoma Morogoro Radio Furaha, mpaka kule Njombe Radio Furaha 96.7 Radio Furaha. Na msikilizaji wa Radio Furaha, karibu sana. Kama ndo kwanza unajiunga nami, basi ni safari ya usiku sehemu ya pili, na tumekwisha kukata vituo kadhaa. Kwa hiyo kona tumepishana nazo na mambo yanazidi kuwa mazuri kabisa. Ni saa 10 nilikwambia kwamba nitarejea mida kama hii au wasaa kama huu, na hasa maalum kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu, na kwa bahati tayari mtumishi wa Mungu amekwisha kuwasili ndani ya studio. Mimi naitwa Mesha Kilongo. Karibu sana kushiriki kwa ujumbe wako mfupi, itakuwa vizuri zaidi. Mtumishi wa Mungu Baraka Kibiki tayari yuko ndani ya studio, na nikujuze namna ambavyo unaweza ukashirikiana nami pamoja kwa maana hapa studio kwa njia ya ujumbe mfupi pamoja na kupiga simu. Simu utapiga hapo baadaye, lakini wasaa huu ni wasaa wa ujumbe mfupi, na hasa kujua jambo ambalo unatamani mtumishi wa Mungu angeweza kukuombea au kuomba pamoja na wewe. Inawezekana ni jambo kwa ajili yako mwenyewe, lakini pia inawezekana ni jambo kwa ajili ya mtu mwingine. Usijali, andika ujumbe wako mfupi kupitia 0676578713. Naomba nihitaji taratibu tena ili uiandike na iwe rahisi kabisa kuandika ujumbe wako na kutuma hapo 0676578713. na irejea tena 0676578713. Ikiwa na jambo ambalo unatamani mtumishi wa Mungu angeweza kuomba pamoja na wewe, basi itakuwa nzuri sana kama ukiuandika ujumbe wako na kuutuma mapema, ili mimi nitakaporejea baada ya mafundisho kutongoza kwa neno au mafundisho, basi itakuwa nzuri kabisa kuweza kusoma ujumbe wako kwa wakati na weze kukuombea msikizaji. Basi mtumishi wa Mungu, nikaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Karibu sana msikizaji, bila shaka uko tayari kwa ajili ya neno la Mungu ambalo umetuandalia kwa alfajiri ya leo. Asante, nashukuru. Bwana Yesu asifiwe, na kusalimia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo popote pale ulipo. Awali ya yote tumshukuru Mungu. Mungu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakutukuza, tunakuheshimu kwa ajili ya mambo makubwa ambayo unatenda katikati ya maisha yetu. Mungu uko mbinguni, unatutunza, unatulinda na unatufikiri kila wakati kwa ajili ya yote ambayo tunayafanya. Asante Bwana kwa ajili ya ulinzi ambao umeachilia kwa ajili yetu tangu jana tulipolala mpaka sasa. Alfajiri hii tunakuja kwako tukilitukuza jina lako, tukiliinua jina lako, tukilisifu na kuliadhimisha jina lako. Asante Bwana kwa ajili ya kila mtu uliyempa neema anaisikia sauti hii kutoka Radio Furaha 96.7. Mungu tukuzwe kwa ajili yake, Mungu inuliwe kwa ajili yake. Bwana, yako mambo mengi ambayo tumekutana nayo usiku wa leo. Asante kwa kuwa Bwana umetuvusha, asante kwa kuwa Bwana umetupigania, asante kwa kuwa Mungu umetukirimia neema ya uzima, umetukirimia neema ya afya. Shetani alipanga mengi kufanya dhidi yetu, mengine tumeyaona, mengine hatujayaona, lakini Bwana mkono wako umeendelea kutupigania. Fadhili zako zimeendelea kuwa pamoja nasi. Bwana, tunasogea kwako, tunakutukuza wewe. Bwana, tunasogea kwako, tunakuinua wewe. Mungu, nasogea kwako nikiliheshimu jina lako, nikitukuza jina lako. Asante Bwana, yako mambo mengi ambayo yamefanyika majira ya usiku. Vita nyingi zimeinuliwa dhidi yetu, mashimo mengi yalichimbwa ili tudumbukie, lakini mkono wako umetusaidia. Neema yako imetupigania. Baraka zako Bwana hazijawa mbali na maisha yetu. Malaika zako wa ulinzi
wapenzi wajao mbali na maisha yetu, wamekaa pamoja nasi katika vitanda vyetu, wakitulinda na kutusaidia na kutupigania. Bwana, kuja kwako ninaomba toba kwa ajili ya ndoto zote ambazo zimetumika kama malango ya uovu kupanda uharibifu dhidi ya maisha ya watumishi wako. Bwana, ututakase, Bwana watakase, Bwana utuoshe, Bwana uwaoshe, ili neema yako endelee kukaa kwetu. Mungu, tufungulie akili zetu ili tupate kuelewa asili za ufalme wako kupitia neno lako. Roho Mtakatifu mwaminifu uliye na nguvu, usimame pamoja nasi, utusaidie. Bwana, wako wengine Mungu wamesimama, wako wengine wapo katika vitanda vyao. Neema yako na mkono wako usimame katikati yao. Mungu, kila unaposimama vitu vingine vyote vinyamaze kimya. Mawazo ambayo ni yatufikirisha tofauti na mapenzi yako, mawazo ambayo yanatufikirisha kinyume na ahadi zako, tunanyamazisha kimya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bali Mungu, tunakuomba utusaidie. Bali Mungu, tunaomba utusaidie kwa neema yako na uaminifu wako. Sante kwa ajili ya mambo yote ambayo umeyafanya kwa ajili yetu. Sante kwa ajili ya malaika zako wa ulinzi ambao umewatuma tulinde katika usiku wote mzima. Mungu, tunakualika tena uendelee kuwa pamoja nasi katika madhabahu yako hii Bwana, ili neno lako lipate kuleta uponyaji kwa ajili ya watumishi wako. Maombi yapate kuleta nguvu na uponyaji kwa ajili ya watumishi wako. Ufalme wako uzae matunda kwa ajili ya utumishi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Bwana kwa uaminifu wako. Sante Bwana kwa nguvu zako. Ujitwalie utukufu Bwana siku hii ya leo. Neema na uaminifu wako viwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza na tunakuinua Bwana. Amen. Nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka ule mlango wa 15. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka ule mlango wa 15, mistari michache ya mwanzoni. Neno la Mungu kutoka mlango wa 15, kitabu cha Kutoka mlango ule wa 15. Kutoka mlango wa 15. Neno la Mungu linasema, ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya farasi, magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini wanaokuondokea. Wapeleka hasira yako, nayo uwateketeza kama mabua makavu. Kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa. Mawimbi yakasimama juu ya wima mfano wa chungu. Vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara. Nafsi yangu itashibishwa na wao. Nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Ulivuma kama upepo wako, bahari ikawafunikiza. Wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu, uliwakomboa kwa uwezo wako, ukiwaelekeza hata makao yako matakatifu. Kabila za watu wamesikia, wametetemeka wakaao Ufilisti. Utungu umewashika, ndipo wajumbe wa Edomu wakashangaa. Watu wa Moabu wenye nguvu, tetemeko limewapata. Watu wote wakaao Kanani wameyeyuka. Hofu na oga umewaangukia,
kwa uwezo wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe, hata watakapovuka watu wako. Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua, utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako, mahali pale ulipojifanyia, Bwana, ili upakae, pale patakatifu ulipopaweka imara. Bwana, kwa mikono yako Bwana atatawala milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hiki kitabu cha Kutoka mlango wa 15 ambacho nimekusomea, ni wimbo ambao Musa na wenzake, Musa na wana wa Israeli walimwimbia Mungu, walimtukuza Mungu, walimsifu Mungu, walimshangilia Mungu baada ya Mungu kutenda mambo makubwa katikati ya safari yao ya kutoka Misri kwenda Kanaani. Ukirejea kwenye mlango wa 14, wana wa Israeli wakiwa wanasafiri baada ya kuifikia bahari ya Shamu, walifika mahali ambapo wamekutana na bahari. Wamefika mahali ambapo hawaelewi nini ambacho wanaweza kukifanya baada ya kukutana na bahari, na wamekutana na bahari huku nyuma yao wakisindikizwa au wakifukuziwa na majeshi ya Farao, wakifukuzwa na majeshi ambayo Farao ameandaa ili mradi tu awakamate, awarudishe tena utumwani. Lakini baada ya kufika kwenye bahari ya Shamu, wale watu wakaanza kumlalamikia Musa, Musa, umetuleta hapa ili tufie kwenye hili eneo. Umeona hakuna makaburi kule Misri kiasi ambacho umetuja tufie hapa jangwani. Lakini Mungu kwenye mlango wa 14 akamwambia Musa, Musa, waambie wana wa Israeli ya kwamba wasiogope, waendelee mbele, kwa sababu Mungu utaenda kufanya mambo makubwa yale ambayo yadhihirisha katikati ya safari yao. Ukisoma ule mlango wa 14 mstari wa 15, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, kanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitafanya moyo wa Misri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao. Kwa hiyo Mungu akaanza kumwambia Musa, Musa, kwa nini na wewe unanililia mimi? Waambie hao watu wanaolalamika, waambie hao watu wanaonung'unika, waambie hao watu ambao wanaona kama vile safari yao imekomea hapo kwenye bahari ya Shamu, waambie waendelee mbele, nami nitadhihirisha ukuu wangu na utukufu katikati yao. Musa aliponyosha mkono wake juu ya bahari, akapiga yale maji, bahari ikarudi nyuma, bahari ikagawanyika upande wa kushoto na kulia, njia ikapatikana katikati ya ile bahari. Wale watu ambao walikuwa wakinung'unika kwa sababu ya bahari waliokutana nayo, lakini nyuma yao kuna jeshi kubwa linawafukuzia. Baada ya Mungu kufanya ule muujiza katikati ya ile bahari, ndipo alipotunga hizi nyimbo. Maneno yakaanza kutoka ndani ya mioyo yao, wakaanza kumtukuza Mungu, wakaanza kumsifu Mungu, wakaanza kumdhihirisha Mungu kwa matendo makubwa ambayo ameyadhihirisha katikati ya maisha yao. Kwa hiyo hawakuimba huu wimbo wa mlango wa 15, ukisoma mstari wa kwanza na mingine ambao tumesoma mpaka kule mwisho, ni wanamsifu Mungu, tukuza Mungu, wanaambia Bwana uinuliwe, wewe katika miungu yote hakuna kama wewe, wewe uliowafunikiza adui wakazama kama risasi. Najua kuna wimbo wengi tunaimba huu wimbo wa sifa, tukiimba Mungu aliwafunikiza adui wakazama kama risasi. Wengine tunaimba hatujui umetoka wapi. Ni baada ya wana wa Israeli kutendewa mambo makubwa, kufanyiwa mambo ambayo ni mazuri, kuinuliwa kwa mkono wake Bwana katikati ya bahari ya Shamu, ndipo mioyo yao ikaanza kumtukuza Mungu. Mioyo yao ikaanza kumshangilia Mungu. Hawakuimba kwa sababu watu wengine wanaimba, hawakumtukuza Mungu kwa sababu watu wengine wanamtukuza Mungu, ila walimtukuza Mungu na kumsifu Mungu kwa sababu Mungu kuna kitu amefanya katikati ya maisha yao. Kitu Mungu ametenda katikati ya maisha yao ndicho
sukuma hawa watu wakaanza kumwimbia Bwana wimbo wa kumtukuza Bwana. Najua watu wengi tunafahamu, waimbaji wengi wanaimba nyimbo kwa sababu ya kutendewa jambo fulani na Mungu. Hata wewe hauimbi tu nyimbo za sifa kwa sababu umejisikia kuimba zile nyimbo za sifa. Kuna namna Mungu akikufanyia muujiza, kuna namna Mungu akikutendea jambo, kuna wimbo unaanza kuimba ndani ya moyo wako. Haijalishi aliimba mtu fulani au hajawahi kuimba mtu fulani, ni kwa sababu umeona mkono wa Bwana umekuwa pamoja na wewe, ni kwa sababu umeona fadhili za Bwana zinaendelea kuonekana katikati ya maisha yako. Kwa hiyo hakikisha katikati ya maisha yako haufanyi vitu kwa mazoea, hautendi vitu kwa mazoea. Hata hawa hawakumsifu Mungu kwa mazoea, hawakumsifu Mungu kwa sababu alizoelea. Kuna watu walikuwa wanamsifu Mungu, lakini walimtukuza Mungu baada ya Mungu kufanya jambo kubwa katikati ya maisha yao. Hata wewe unayenisikiliza mahali popote pale, inawezekana kuna namna umefika mahali ambapo hauelewi utatokaje, hauelewi utavukaje, hauelewi utasongaje mbele. Wacha nikwambie alfajiri ya leo, kuna kitu Bwana, weka imani yako ndani yake. Kuna kitu Bwana atakifanya kwa ajili yako, na hicho kitu ambacho Mungu atakifanya kwa ajili yako, na wewe utaona mkono wa Bwana umesimama katikati yako, kiasi ambacho utaanza kumwimbia Bwana nyimbo za sifa. Utaanza kumwimbia Mungu nyimbo za kumtukuza Bwana. Utaanza kumtukuza Mungu kwa staili ambayo ni ajabu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Mungu anaenda kutenda jambo jipya katikati ya kizazi chako. Mungu anafanya jambo jipya katikati ya maisha yako. Uko mtu ambao unanisikiliza mahali popote pale ulipo, maisha yako yamekuwa ni magumu, dhiki yako imekuwa ni ngumu sana, mambo hayaendi. Kila ukifanya jambo lako lote lile, hakuna kitu ambacho kinafanikiwa. Wacha nikutangazia alfajiri ya leo, sawa sawa na neno la Bwana, Mungu atafanya jambo jipya katikati ya maisha yako, na wewe utashangaa ni nini Mungu ametenda kwa ajili yako. Hautoishia kushangaa tu, Mungu akupe wimbo wa sifa zake kwa sababu ya muujiza ambao anaenda kukutendea kwenye maisha yako, muujiza ambao Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yako. Kikubwa tu hakikisha ndani yako haumkufuru Mungu wala hauliachi neno lake Bwana. Hawa wenzetu walimtukuza Mungu, akina Musa, akina Miriam wakaongoza korasi ya wimbo wakimtukuza Bwana. Katikati ya miungu yote hatujawahi kuona Mungu kama wewe. Katikati ya miungu yote hatujaona Mungu mwenye nguvu kama wewe. Kwa nini ana nguvu? Kwa pua zake tu maji yalipandishwa yakagawanyika. Hata wewe unaye Mungu ambaye ni mkubwa sana. Hata wewe unaye Mungu ambaye ana mamlaka sana. Mungu aliye mkubwa kuliko tatizo ulilonalo. Mungu aliye mkubwa kuliko dhiki ulionayo. Mungu ni mkubwa kuliko maadui ambao wamekuzunguka. Hakuna adui hata mmoja anamzidi Mungu nguvu. Hakuna mchawi hata mmoja ambaye anamzidi Mungu nguvu. Wewe unayeteswa na nguvu za giza, haulali usiku usingizi wako mzuri, wachawi wamekuandama muda na muda. Wacha nikwambie neno hili ya kwamba hao wachawi ni wadogo sana mbele za Bwana. Mungu anaenda kufanyia jambo kubwa, na hao maadui wanaokuzunguka watashangaa jinsi ambavyo Mungu anadhihirisha ukuu wake katikati ya maisha yako. Mungu akakutendee neno katikati ya biashara zako. Mungu akutendee neno kwenye familia yako. Mungu akufanikishe kwenye ndoa yako. Mipango yako nayoifanya, Bwana kuinulie mkono wake, asababishe neema yake izidi katikati ya maisha yako, kiasi ambacho moyo wako utamshangilia Bwana, moyo wako utamtukuza Bwana, ili uungane na waimbaji wengi ambao wameimba nyimbo nyingi wakimtukuza Bwana. Utashangaa kuna muimbaji mmoja aliimba, nawezaje kunyamaza wakati umetenda. Hasa nyimbo kama hii hauwezi ukaimba kama haujatendewa jambo lolote. Ni lazima Mungu akufanyie kitu, ni lazima Mungu akufanyie jambo, ili usinyamaze kushuhudia fadhili za Bwana, ili usinyamaze kushuhudia wema wa Bwana ambao unaudhihirisha katikati ya maisha yako. Ninakuombea alfajiri ya leo, popote pale unaponisikiliza, sauti hii kufikie, na isiwe kama sauti zingine ambazo umesikia hata vipindi vilivyopita.
neema ya Bwana iwe kwa ajili yako, ufalme wa Bwana uwe kwa ajili yako. Hakika usinyamaze, wewe unayeumwa, wewe unayesumbuliwa na jambo lolote lile, neema ya uponyaji na itamka kwa ajili yako. Natamka afya kwa ajili yako, natamka uweza kwa ajili yako, natamka kuinuliwa kwa ajili yako, natamka kusonga mbele kwa ajili yako. Wewe ambaye haujajenga nyumba, natamka kujenga nyumba katika jina la Yesu. Wewe ambaye haujanunua kiwanja, ukanunue kiwanja katika jina la Yesu, ili uungane na wenzako wanaomtukuza Bwana kwa ajili ya mambo mengi ambayo Bwana ameyatenda kwa ajili yako, ili Mungu aweke wimbo wa shukurani ndani ya kinywa chako. Mungu akutendee mambo ambayo unatamani akutendee. Wewe ambaye afya yako imekuwa inasumbua miaka mingi, haijalishi unaumwa ugonjwa wa kisukari, haijalishi unaumwa ugonjwa wa presha, haijalishi una shida kwenye moyo wako, wacha nikwambie neno hili alfajiri ya leo. Hakuna ugonjwa ulio mkubwa zaidi ya Mungu. Magonjwa yote Bwana anaweza kuyaponya. Magonjwa yote Bwana anaweza kukusaidia ukatoka kwenye hali yako ya manunguniko, ukaingia kwenye hali ambayo ni ya neema ya Bwana achilia kwa ajili yako. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 24, Biblia inasema, ikawa katika zamu ya alfajiri Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao, hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Angalia, ilikuwa ni zamu ya alfajiri. Yetu ungesema ilikuwa ni zamu ya masaa kama ya haya. Usifanye masiana maombi ya malango ya alfajiri, malango haya ambao tunaomba kwenye madhabahu. Hata wenzetu ilikuwa ni zamu ya alfajiri, yani muda kama huu Bwana akaachilia neema ya ushindi dhidi yao kwa kuachilia nguvu ya vita, ikaenda kwenye magari ya kina Farao. Magurudumu yote yakaondolewa, vitu vyote vikaondolewa, ili wasirudi kule walikotoka. Baadaye maji yakawafunikiza watu wote. Hata wewe uliyepata neema ya kusikia sauti ya alfajiri, Bwana kuondolee maadui zako wote ambao wamekuandama kwenye biashara, wamekuandama kwenye elimu, wamekuandama kwenye huduma, wamekuandama kwenye jamii ambao uliopo. Mungu afanye jambo kwa ajili yao. Wale wote ambao wanakufuatilia sawasawa na neno la Zaburi ule mlango wa 35, Bwana usimame na kigao na mkuki wapinge wanaonifuatia. Wale ambao wanapanga kufanya wewe ufadhaike, kusababisha kilio kwenye maisha yako, Mungu asimame wafuatie, huku njia yao ikiwa giza na utelezi. Neema ya Bwana iwe kwa ajili yako unayenisikiliza. Haijalishi wapi unapita, Bwana adhihirike katikati yako, Bwana aonekane katikati yako. Watakapoitwa watu waliopiganiwa na Bwana, waliotendewa na Bwana kama Batimayo, waliotendewa na Bwana kama kina Musa, waliotendewa na Bwana kama Daudi, waliotendewa na Bwana kama yule mwanamke Mshunami, hata wewe uwepo miongoni mwao katika jina la Yesu Kristo. Nasema hata wewe uwepo miongoni mwao katika jina la Yesu Kristo. Nasema hata wewe uwepo miongoni mwao katika jina la Yesu. Kuna namna ndani ya moyo wako Mungu anaenda kuletea jibu ambalo ulikuwa ukilitafuta kwa muda mrefu. Kuna namna Bwana anaenda kukuinua, kuna namna Bwana anaenda kukuwezesha, kuna namna Bwana anaenda kuachilia neema katikati ya maisha yako. Hiyo neema naitamka kwenye maisha yako. Wewe uliyelala hapo kitandani, una ombi lako, natamani Bwana akufanikishe. Kuna namna una kiu ndani ya moyo wako, Bwana kama angenisaidia kitu hiki. Hicho kitu Bwana ameshakusaidia, hicho kitu Bwana ameshakusaidia. Simama tuna neno la ushuhuda na Mungu atalithibitisha katikati ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kutamkia mafanikio wewe unayenisikiliza popote pale ulipo, na kutamkia kuendelea mbele. Hakuna kukata tamaa, hakuna kuzuiliwa na adui ya wewe yoyote yule katika safari yako ya kuifikia hatima yako. Iwe ni bahari ya uharibifu, iwe ni magonjwa, wawe ni maadui ambao wameinuliwa dhidi ya maisha yako, na kutamkia kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna chochote, hakuna mlima ambao utasimama dhidi yako ili kukuzuia usifikie kwenye hatima ambayo Bwana ameiachilia kwa ajili yako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Weka tu neno hili ndani ya moyo wako. Ujiambie tu alfajiri ya leo, hili tatizo nimeishi nalo, sasa inatosha. Sasa yatosha. Ujiambie tu ndani ya moyo wako, nimezunguka kwenye huu mlima wa matatizo miaka mingi, sasa yatosha. Ni saa yangu ya kuona muujiza wa Bwana. Ni saa yangu ya kuona neema ya Bwana. Ni saa yangu ya kuona Mungu akiniinua. Ni saa yangu ya kuona msaada wa Bwana ukidhihirika katikati ya maisha yako, na Bwana aishibishe nafsi yako kwa kukupa majibu yale ambayo ulikuwa ukihitaji Bwana yafanye. Alfajiri ya leo si ya kawaida kwenye maisha yako, na neema ya Bwana ni kubwa mno alfajiri ya leo katikati ya maisha yako. Muamini Bwana, simama na Bwana, na Mungu atakuwa pamoja nawe. Funika macho yako, tumshukuru Bwana. Mungu na kutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya kila mtu ambaye amenisikiliza alfajiri ya leo. Yuko mtu amenisikiliza akiwa kitandani. Yuko mtu amenisikiliza akiwa yupo hospitali. Yuko mtu amenisikiliza akiwa anaumwa. Yuko mtu amenisikiliza akiwa na kiu. Na mwingine anasema kabisa, hakika neno hili Bwana umelileta kwa ajili yangu. Hakika neno hili Bwana umelituma kwa ajili yangu. Wewe ambao unasema neno hili ni kwa ajili yako, naamini Bwana yuko pamoja nawe. Upokee hicho ambacho unaona kimekuja kwa ajili yako. Mungu akiachilie kwa ajili yako katika jina la Yesu. Na amuru hiyo shauku yako uliyokuwa nayo, hiyo shauku yako uliyokuwa nayo, na baada ya neno hili umesema Mungu amesema na wewe, natamka kwa ajili yako hicho ambacho Mungu amesema na wewe, ukipokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yuko mtu umenisikiliza ukiwa na hali mbaya ya kiuchumi. Yuko mtu umenisikia mahali popote pale, hakika moyo wako umesema Bwana uonekane na kwangu pia kama ulivyoonekana kwa wana wa Israeli. Hiyo neema na iachilia kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Watu wamekuwa wakikuona wa kawaida, na saa nyingine wameinua maneno dhidi yako, maneno mabaya. Kila ukisikia maneno yao unasikia kuumia moyo, unasikia kuugua ndani ya moyo wako. Mungu adhirishe ahadi ya neno lako katikati ya maisha yako. Yako maneno mengi watu watazungumza, lakini lipo neno la Bwana ambalo ni moja tu kwenye neno lake. Watu wakinena hautoinuliwa, lipo neno la Bwana atakuinua. Watu wakikwambia hautofanikiwa, lipo neno la Bwana ambalo utatamka utafanikiwa. Mungu akusaidie popote pale ulipo. Kama unaumwa, neema ya uponyaji dhidi yako. Kama upo una shida, Bwana achilie uponyaji dhidi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye mwaminifu katikati ya watu wako, ninatamka neema yako iendelee kusimama katikati ya watumishi wako hawa popote pale wanaponisikiliza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu simama pamoja nasi, hata wale watakaowasilisha maombi yao, ili Mungu upate kujibu kile ambacho anakitaji kutoka kwenye madhabahu yako alfajiri ya leo. Bwana, hakuna ambaye ataomba kwa imani kwenye madhabahu akashindwa kupokea kile ambacho anakiomba. Mungu endelea kusimama nasi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neno lako, asante kwa ukuu wako Bwana, kwa kuwa ni mwema. Utukuzwe na uinuliwe kwa ajili ya uaminifu wako. Ninaomba Bwana na kuamini, amen. Na msikilizaji wa Radio Furaha, ni matumaini yangu umepokea kitu katika mafundisho haya, lakini pia uko tayari sasa kwa kupiga simu pamoja na kuandika ujumbe wako mfupi. Mtumishi wa Mungu ametoa nafasi nzuri kabisa, kwa maana muda mrefu, ili tuweze kuomba pamoja na wewe, pamoja na ndio kuomba pamoja na wewe kwa njia ya simu pamoja na ujumbe mfupi. Kwa ni nafasi yako kutuma ujumbe pamoja na kupiga simu. Namba ya ujumbe mfupi ni 0676578713. Hii ni namba ya ujumbe mfupi hapa ndani ya studio. Kwa ukiutuma muda huu unafika vizuri, 0676578713. Lakini namba ya kupiga simu sasa, simu yangu iko wazi, ni 0766678713.
namaanisha 0766678713. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mtumishi wa Mungu, naomba naitwa Amani kutoka Ipogoro pale. Anasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Anasema nimeshatumia dawa kila aina, sijapata mafanikio, naomba niombee. Asante. Habari ya kwako? Haya, unaweza kurejea tena alafu tukazungumza kwa pamoja 0766678713. Unaweza kupiga simu yako. Habari ya kwako? Halo. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amina, asifiwe sana. Amina. Karibu. Naomba Mungu anibe. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Mama Lili. Naomba mtumishi wa Mungu tuungane kwa pamoja, tuombee familia yangu. Familia yako ina shida gani? Mimi hapa naumwa, miguu inanisumbua, alafu na mama yangu anaumwa. Naomba Mungu atusaidie, tuombe. Amen. Ili tupate na Umesema unaitwa nani? Naitwa Mama Lili kutoka Mwangata. Mama Lili kutoka Mwangata. Amina, muamini Mungu, tutakuombea, utapona. Mungu atafanya jambo kwa ajili yako. Amina. Amen. Asante sana. Sadro Lupola, asante kutoka hapo Lupembe la Senga. Asante sana. Nasema Shalomu mtumishi, naitwa Lilian, nipo Iringa. Naomba maombi kwa ajili ya mume wangu, kila anachofanya hakifanikiwi. Unakuta anafanya kazi, muda wa malipo unapofika kunakuwa na vikwazo, hiyo hela inapotea tu. Ana vifungo vingi katika maisha yake. Anaitwa Jacob, huyo mume wake, ndivyo ambavyo wameandika hapo. Asante sana. Habari ya kwako? Salama kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi? Karibu, mtumishi wa Mungu anakusikia. Naomba niombe familia zangu hapa nyumbani. Na mama yangu yuko kule Kiwele, na mama yangu yuko mwingine yuko ya Mgungu kule naye na umwa. Ili waendelee kuwa vizuri. Anaumwa nini kwa mfano mama? Mama anaumwa moyo. Kwa yule wa Mgungu miguu naye inamsumbua. Aya, asante sana. Mtumishi amekusikia. Asante. 0676578713. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi. 0676578713. Lakini kama unataka kupiga simu ni 0766678713. Sasa kwenye ujumbe mfupi anasema Daudi Alex Mtandu, pande za Igumbiro. Naomba mtumishi wa Mungu aniombee. Naomba Mungu anisaidie familia yangu iwaondolee roho mbaya zinazowaandama. Changanya vitu hapo mpaka nasoma kwa ugumu, lakini asante. Mtumishi wa Mungu, naomba niombee nipate kazi. Yeye anaitwa Isaya. Kwenye line ya simu. Habari ya kwako? Habari hapo studio. Jema. Sauti nani kutoka wapi? Sauti ya Hosea Kasemba, napatikana Ipogoro Mnalani. Karibu. Nilikuwa naomba mtumishi aniombee, nasumbuliwa na mgongo hapa kwenye mabega hapa. Ni muda vile nikitumia kitu chenye mfano kama sukari na soda hizi, naamka asubuhi shingoni kumekauka. Nilikuwa naomba pia nalo aliombee. Ukitumia soda shingoni kunakauka? Yaani nikinywa soda kama nilikunywa jana hivi, naamka kumekauka sana shingoni. Mgongo umekusumbua kwa muda gani? Mgongo ulianza majuzi, yani kwenye
na pingili moja inanisumbua sana hapa pia mabega hapa. Umesema unaitwa nani? Sasa Simba napatikana Ipogolo Mnalani hapa. Amina, endelea kusikiliza, tutafanya maombi kwa ajili yako. Asante sana kwa ujumbe wako pamoja na simu yako. Anasema anaitwa Judy Mwagange kutoka Negabihi pale. Sema naomba mtumishi wa Mungu aniombee kuhusu kazi za mikono yangu. Asante. Kwenye line ya simu, habari ya kwako? Habari hapo studio. Jema, ni sauti nani kutoka wapi? Naongea na Mama Limson pande za Boma la Ng'ombe. Karibu. Asante. Kwa kweli mtumishi wa Mungu abarikiwe kwa ujumbe mzuri. Sasa naomba tushirikiane tumuombe mtoto wangu anaitwa Gozbet Matandale. Alifanywa operation tangia mwaka jana mwezi wa 11, akawa nafuu, lakini sasa kichwa bado kinamuuma kuanzia mwezi wa kwanza, kinamsumbua sana. Naomba tumuombe kwa Mungu. Amen. Amina. Ujumbe mwingine anasema mtumishi wa Mungu naomba niombee familia yangu hapa nyumbani. Naitwa Isa Mpulule kutoka Nzihi pale. Asante sana kutoka Nzihi. Habari ya kwako? Hello. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za studio. Jema, sauti ya nani kutoka wapi? Karibu. Asaeli mwapa kutoka Ipogolo mtaa wa Chuo Nyandaza Kusini. Mimi namshukuru sana mtumishi. Naomba mtumishi aombee familia yangu. Haina muunganiko kwa kweli kama nimejeka hivi. Afu aombee mkoa mzima wa wokovu wa mjue Mungu. Asante sana. Asante kutoka hapo. Tunashukuru kwa neno. Mungu akubariki mtumishi. Naomba awaombee wajukuu wangu. Yeye anaitwa Bibi Baraka kutoka Pomerini. Asante sana. Mtumishi hapa anajua kwa nini amecheka. Lakini tunashukuru kwa ujumbe wako. Sio kwa maana tuko na kucheka wewe, ila kuna kitu ambacho tumeona. Asante sana. Nasema mtumishi naomba aniombee mke wangu, anasumbuliwa na malaria mara kwa mara. Anaitwa Goyeti. Umeandika Goyeti Mwiro. Sasa sijui ni Goreti sijui. Mimi naitwa Remi Kihongo, napatikana Lupembe Losenga pale. Ni kwa ajili ya mke wake. Amen. Naitwa Sumbula Kidava kutoka Isakalilo. Mchungaji naomba niombee mguu wangu, kisigino kinauma. Asante. Habari ya kwako? Kama kule na utumiwa Bwana. Amina. Karibu sana. Sauti nani kutoka wapi? Karibu. Namshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa mambo yale. Napenda tushirikiane kuombea wanafunzi wanaofanya mitihani na walimu wanaowafundisha. Hapo tushirikiane kumwombea Hakika Dawson Kajini na kidonda kina miaka zaidi ya 6 au 7. Ilianza tu kama kidonda ndugu, kwa hiyo tu kinamsumbua sana. Naomba tushirikiane na imani, tushirikiane kumwombea atapona, kwa sababu tukiwa na imani kazi na Mungu anatenda jambo na linatendeka. Amina. Asante kutoka hapo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi aniombee, huwa napata hela nikipangilia kitu sifanikiwe. Anaitwa Gideli Gavile kutoka Kilolo Ilutila pale. Asante. Bwana awe nawe mtumishi. Naomba Bwana awe nasi. Mtumishi naomba mipango yangu isivurugike. Musa Kihanga kutoka Ngenza pale. Nafikiri nataka kumaanisha kwamba naomba niombe mipango yangu isivurugike. Asante sana kutoka Ngenza hapo. Bila shaka kuna simu hapa. Habari ya kwako? Anamsamdek. Ni sauti nani kutoka wapi? Bwana unaongea na Bwana Boniface Mbata au baba wa Ronald. Uko pande za Masalali. Pata ukumbi.
wilaya ya Kimara. Mtumishi wa Mungu anakusikia. Mimi bwana mtumishi, nimemsikia vizuri kwa maombi yake. Na naomba awaombee wagonjwa wote waliolazwa hospitalini, hasa wamama wajawazito na wale wanaodondoka vifafa. Mungu awaombee wakapate kubarikiwa, wawe na afya njema, warudi kufanya kazi kwa mikono yao miwili. Asante sana kutoka hapo. Nashukuru sana bwana Mesha Kilongo. Asante. Asante. 0676578713. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi. 0676578713. 0766678713. Hiyo ni namba ya kupiga simu 0766678713. Mtumishi, naitwa Steven Chongolo, naomba tombe kwa ajili ya maadui zangu wasinipate. Asante sana. Habari ya kwako? Bwana Yesu. Amina, asifiwe sana. Mimi hapa naomba uombee kizazi changu. Watoto wangu. Ndio. Halo. Ndio, tunakusikia vizuri kabisa. Naomba tuombe pamoja kwa ajili ya kizazi changu, uzao wangu na ndugu zangu, wadogo zangu. Unatamani na amani, watoto wetu wapende shule, maana bila shule na Biblia yenyewe imesema wamshike sana elimu. Asante sana kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Mama Mese. Mama Mese. Mama Mese. Asante sana kutoka hapo. Tunashukuru kwa ujumbe wako na tumepokea. Asante. Asante. Na msikilizaji, 0766678713, lakini pia kwenye ujumbe mfupi ni 0676578713. Nina simu kama 3 hivi za kupokea, lakini na kusoma jumbe chache ambazo tuko nazo hapa, na endelea kutuma kama bado hujatuma. Kikubwa tu ni kwamba uwe haurudi kile cha mwanzo. Asante sana. Anasema mtumishi ameomba vema, ila hajasema anaitwa nani, anapatikana wapi. Aruni Mbegalo kutoka Ukumbi pale. Mtumishi wa Mungu karibu tu. Amina, asante. Naitwa Baraka Kibiki, napatikana usharika wa Mkwawa hapa Iringa mjini. Ukifika nitakutajia namba mwishoni, ukifika utanitafuta. Amen. Bila shaka kutoka hapo Ukumbi, na mwingine ambaye ulikuwa unajiuliza, basi jibu umepata vizuri kabisa. Na kwa wewe ambaye unatutazama YouTube muda huu, pengine unashtuka unasema sasa ni nani huyu, basi majina amekwisha kutamkia. Asante sana. Anasema anaitwa Patricia Lumato, nipo Kitayawa. Anasema na vidonda vya tumbo vinanitesa sana, mtumishi wa Mungu naomba aniombee. Asante sana. 0676578713. Tiririsha ujumbe wako hapo, alafu mambo yatakuwa mazuri. Lakini pia kwenye simu ni 0766678713. Niliahidi kwamba nitapokea simu 3 na simu ya kwanza hiyo tayari, na muda si mrefu napokea simu ya pili. Hii hapa. Habari ya kwako? Halo. Naam. Studio. Njema, ni sauti nani kutoka wapi? Zakayo Kibiki Pepero Senga. Karibu, mtumishi anakusikia. Naomba mtumishi niombee. Sumbuliwa na tumbo linaunguruma sana nyakati za usiku, tatizo ni. Aha.
kama aliumi, lakini ni nguruma tu. Aha, asante sana. Kutoka hapo mtumishi wa Mungu amekusikia, atakuombea. Sawa, msikilizaji, 0676578713 ndio nambari ya ujumbe mfupi pamoja na simu kupiga ni 0766678713. Simu bado moja tu ya mwisho niweze kumalizana nayo hapa, lakini pia kwenye ujumbe mfupi kwenye ujumbe mfupi ni 0676578713 ili niweze kumruhusu mtumishi wa Mungu hapa aweze kuomba pamoja na wewe. Mambo yanazidi kuwa mazuri kabisa. 0766678713 hiyo ndio nambari ya kupiga simu. Wewe ambaye unauliza sasa, unasema tuko YouTube vipi tena? Ni Mwalimu Meshak Longo pale YouTube. Kisearch tu namna hiyo unapata mafundisho haya moja kwa moja. Dakika ni 48 msikilizaji. Basi ni wasaa mzuri na ni muda mzuri kabisa kwa ajili ya kumruhusu mtumishi wa Mungu aweze kuomba pamoja na wewe. Kumbuka tu ni wasaa wa Amka na Maombi ambao tumeungana na mtumishi wa Mungu Baraka Kibiki. Na asante kwa wewe ambaye umetuma ujumbe wako mfupi pamoja na kupiga simu. Basi mtumishi wa Mungu nikukaribishe kwa ajili ya maombi na kuombea kile ambacho mtumishi wa Mungu amekisema na ameomba kwamba tuombe kwa pamoja. Karibu. Asante. Wewe ambaye una shida ya vidonda vya tumbo, wewe ambaye una shida ya miguu, na wewe ambaye una shida yote ile inayohusu afya yako, kama unaweza kugusa hiyo redio yako, gusa redio yako, gusa na hilo eneo ambalo unaumwa. Muamini Bwana. Uliye na vidonda vya tumbo, Bwana anaachilia uponyaji kwako alfajiri hii ya leo. Uliye na shida ya miguu, Mungu anaachilia uponyaji kwa ajili yako. Au na shida yoyote ya afya, muamini Bwana. Gusa redio yako popote pale ulipo na shika hilo eneo lako ambalo lina shida ya kiafya. Tuombe. Mungu, asante kwa kuwa ni mwema. Asante kwa kuwa ni mwenye nguvu. Ni Mungu unayefanya mambo yako makubwa katikati ya maisha yetu, na matendo yako Mungu hayachunguziki, wala uweza wako hakuna mwanadamu ambaye anaweza akachunguza, akaweza kupima kiasi ambacho uwezo wako unafikia. Mungu, kwa ajili ya hayo Bwana, wako watoto wako, wako watumishi wako, wapo watu wako ambao kwa kujua umuhimu wa nguvu yako, kwa kujua umuhimu wa madhabahu yako, wanatamani Bwana uachilie neema ya uponyaji katikati yao. Mungu, nami naomba kwa ajili ya mtumishi mmoja, kwa ajili ya mtoto wako mmoja ambaye ana shida vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo, kwenye hilo tumbo ninakusemesha, yeyuka na upotee kabisa kwa huyo mama. Yeyuka na upotee kabisa kwa huyo baba. Yeyuka na upotee kabisa kwa huyo kijana. Vidonda vya tumbo, sikia neno la Bwana. Ninasemesha enyi vidonda vya tumbo, toka kwenye hilo tumbo, achia hilo tumbo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wewe unayetazama kwenye YouTube, ambaye una shida ya vidonda vya tumbo, kutamkia neno hili
vidonda vya tumbo. Hauna mamlaka kwa huyo baba, hauna mamlaka kwa huyo mama, hauna mamlaka kwa huyo kijana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kutamkia alfajili ya leo, pokea muujiza wako, pokea uponyaji wako popote pale ulipo, pokea uponyaji wako kwenye hilo tumbo, pokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vidonda vya tumbo, yeyuka, potea kwenye hilo tumbo, potea sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyu aliyegusa redio lakini mwingine ameshindwa kabisa kugusa redio yake, lakini wote Bwana wana shida ya vidonda vya tumbo, ninatamka uponyaji katika jina la Yesu Kristo, natamka uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Hakuna neno lolote ambalo Bwana anashindikana katikati ya madhabahu yako, sawa sawa na imani zao wanazoamini katikati ya madhabahu yako. Ninatamka uponyaji juu yako, natamka uponyaji juu yako, natamka uponyaji juu yako, natamka uponyaji juu yako. Vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo, potea katika jina la Yesu, potea kwa damu ya Yesu Kristo. Yeyuka na upotee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye na nguvu, Mungu uliye na uweza, Mungu uliye na mamlaka, Mungu uliye na heshima, ninakutukuza kwa ajili ya watoto wako hawa, ninakuinua kwa ajili ya watoto wako hawa Bwana, ambao wako na shida vidonda vya tumbo. Tangu leo ninatangaza hauna vidonda vya tumbo tena, hauna vidonda vya tumbo tena. Ninatamka katika jina la Yesu na kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, hauna vidonda vya tumbo tena. Wa amani unayenisikiliza kutoka Ipogoro, hauna vidonda vya tumbo tena katika jina la Yesu. Na mwingine yote unanisikia kutoka mahali popote pale, ulikuwa una shida ya vidonda vya tumbo, sawa sawa na imani yako, ninakutangazia hauna vidonda vya tumbo tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ambao una shida ya miguu yako, kisigino chako kimekuwa kikikusumbua, kisigino chako kinauma, miguu yako inawaka moto, miguu yako inawaka moto, miguu yako inauma chini ya magoti au kwenye magoti, ninatamka uponyaji sahihi na muda huu katika jina la Yesu. Pokea uponyaji wako mahali popote pale ulipo. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Bwana jitambulishe ndani yako kupitia muujiza wa uponyaji katikati ya maisha yako. Miguu yako sahihi, pokea uponyaji. Miguu yako sahihi, pokea uponyaji. Na kutangazia uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kutangazia uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unayetutazama, unayetusikiliza, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Miguu yako ipokee uponyaji, miguu yako ipokee uponyaji. Hiyo hali ya ganzi kwenye miguu yako inaondoka, inaondoka, iondoke na iachie miguu yako. Hiyo hali ya kuwaka moto inaachia miguu yako. Hiyo hali ya usumbufu katika miguu yako inapokea maumivu. Miguu yako ina maumivu makali kiasi ambacho hata ukikaa, hata ukisimama hausikii tena hali ya kukaa kwa amani. Natamka uponyaji kwa ajili ya miguu yako katika jina la Yesu Kristo. Natamka uponyaji popote pale ulipo. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ambaye unaumwa mgongo, wewe ambaye unaumwa mgongo, Hosea, popote pale ulipo, unasumbuliwa na tatizo la mgongo. Lakini kuna wasikilizaji na watazamaji pia wengine mna shida ya migongo, pingili za migongo yenu inauma. Ewe pingili kwenye mgongo, na kuamuru kae sawa, na kuamuru kae sawa katika jina la Yesu. Hayo maumivu kwenye pingili za mgongo wako, ninaamuru sasa uponyaji unapita kwenye mgongo, uponyaji unapita kwenye mgongo, uponyaji unapita kwenye mgongo. Ndiyo, neema ya Bwana inaachiliwa kwa ajili yako, neema ya Bwana inaachiliwa kwa ajili yako. Hayo maumivu yanaachia, hayo maumivu yanatoweka, hayo maumivu yanatoweka kwenye mgongo, yanatoweka alfajiri ya leo, muda huu na sahihi. Hayo maumivu yapotee kabisa, yapotee kabisa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hayo maumivu yapotee kabisa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Na kutangazia popote pale ulipo, mahali popote pale ulipo, hayo maumivu hayako tena, hayo maumivu hayako tena. Hayo maumivu kwenye mgongo wako yametoweka kabisa, hayo maumivu yametoweka kabisa, hayo maumivu yametoweka kabisa katika jina la Yesu Kristo.
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unaomba kwa ajili ya mume wako ambaye shida ya roho ya chuma ulete inashambulia uchumi wake, kila akipata pesa, kila akipata hela, hakuna kitu anafanyia, hakuna kitu anashika akafanya kitu ambacho kinashikika au kinaonekana. Hela zinaishia kwenye pombe, zinaishia kwenye baa, zinaishia kwenye vilabu vya pombe. Katika jina la Yesu Kristo, ninamfarakanisha na pombe huyo mume wako, ninamtenganisha na pombe huyo mume wako. Tangu leo na siku zijazo, hakuna urafiki baina yake na pombe tena, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Atakaposhika pombe, na achilia roho ya kumchefusha na kutapika. Kila akigusa pombe aone kinyaa, aone kichefuchefu, na hiyo pombe itakavyoingia katikati ya tumbo lake, katika jina la Yesu Kristo, haitokaa katika tumbo lake, katika jina la Yesu Kristo. Kipato chako kitakaa sawa. Na wewe unayenisikiliza mahali popote pale, umekuwa na shida hii, kila ukitafuta fedha hazikai kwako, kila ukitafuta kazi haupati, kila ukifanya namna yote ile ili upate kazi, hakuna kazi inakuja kwako. Na hata kama ukipata kazi, hela yako ukishika, hakuna kitu unafanya. Kuna wengine mmeajiliwa, tangu umeajiliwa uchumi wako umezidi kwa mbaya zaidi, tofauti na ambavyo ulikuwa haujaajiliwa. Hiyo roho inayoshambulia uchumi wako, katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na neno la Bwana, atapiga yale madumadu, parana, tunutu, wale ambao wanakula uchumi wako. Nami naachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti kwenye malango yako ya uchumi, kwenye malango yako ya uchumi. Hiyo roho inayokula uchumi wako kupitia magonjwa, kupitia namna yote ile, misiba na uharibifu aina yote, ninakemea katika jina la Yesu, nakemea katika jina la Yesu, na kutamkia baraka kwenye uchumi wako, na kutamkia mafanikio kwenye uchumi wako, na kutabiria kuinuliwa katikati ya kazi zako. Ambaye hauna kazi utapata kazi katika jina la Yesu. Ambaye uchumi wako hausongi mbele utasonga mbele. Ambaye mambo yako yamekuwa yameganda pale pale, hayainuliwi wala haendelei mbele, na kutamkia neno la kinabii, maisha yako yanaenda kubadilika, maisha yako yanafanikiwa. Ile mipango yako ambayo imekwama kwa muda mrefu, sasa nenda ukaifanye, kwa kuwa mkono wa Bwana uko pamoja nawe, na itafanikiwa, na utashuhudia matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Wewe mzazi ambaye uko na watoto wanasoma shule, wanafanya mitihani, natamka neema ya Bwana iwe pamoja na watoto wako, iwe pamoja na wajukuu zako, iwe pamoja na watoto wako wote, na mkono wa Bwana uende pamoja nao. Watafanikiwa katika elimu zao katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye Mungu ameweka mzigo ndani yako, mzigo wa huduma, watoto wote ambao wako mahali popote pale, watoto wako unatamani wabadilike, unatamani waache pombe, imekuwa ni ngumu kwao kuacha pombe, natamka uzima ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye unatusikiliza na kututazama mahali popote pale ulipo, una shida hicho kidonda ambacho kimetokea ndani ya mwili wako lakini hakiponi, na achilia neema ya Bwana alfajiri ya leo, hicho kidonda kiyeyuke na kukauka na kupotea kabisa kwenye mwili wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea watu wote mnaotusikiliza mahali popote pale, neema ya Bwana izidi ndani yako, uweza wa Bwana uzidi ndani yako katika jina la Yesu. Na kutangazia neno hili, wewe ambao unanisikiliza mahali popote pale, neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Hakuna adui ambaye atakushinda, hakuna adui ambaye atakufadhaisha, bali Bwana asubuhi ya leo, bali Bwana siku ya leo, bali Bwana siku ya leo na siku zinazoendelea, awafadhaishe adui zako ambao wamekuinukia, awafadhaishe watu wote wanaokusudia aibu yako. Mungu akawafadhaishe kama alivyolifadhaisha jeshi la Farao, hivyo ndivyo Bwana akaachilia neema kwa ajili yako. Kuna watu wanasubiri anguko lako, wamekuinulia vita kwa sababu ya hila, kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya wivu ambao umeota ndani ya mioyo yao, lakini lipo neno la Bwana, watainuka na kujipanga kwa ajili yako. Lakini hakuna hata mpango mmoja wa adui utafanikiwa kwa ajili yako, hakuna hata mpango mmoja wa adui utafanikiwa kwa ajili yako. Neema ya Bwana kwa ajili
ajili yako. Tunaomba Bwana kwa ajili ya madhabahu hii. Tunaomba Bwana kwa ajili hata mtangazaji uliompa zamu ya kusema kwenye malango haya usiku Bwana. Si Bwana kitu cha kawaida, bali ni wito ulioweka ndani yake. Mungu, tunaombea kwenye madhabahu yako, endelea kumuinua na kumpigania na kumwezesha, na viongozi wote wa Radio Furaha na viongozi wote wa Diocese ya Iringa tunawaombea kwenye madhabahu yako. Bwana uwasaidie, Bwana uwainue, endelea kuachilia neema na maarifa na hekima kwa viongozi wote uliowapa zamu ya kusimama katika madhabahu ya Diocese ya Iringa Bwana. Mkono wako wenye nguvu uendelee kuthibitika katikati yao, na wote wanaopata nafasi ya kusikiliza Radio Furaha, iwe alfajiri, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe muda wote ule Bwana. Mungu achilia neema wale ambao Mungu amewapa neema ya kutune 96.7 popote pale walipo. Mungu, hii nayo ni sadaka waliotoa ya kusikiliza radio hii na kutangazia baraka. Ukabarikiwe mjini, ukabarikiwe shambani. Chochote unachokifanya, chochote utakachokifanya hata siku ya leo, Mungu akaachilie baraka ya ajabu ndani yako. Hiyo neema aliyoachilia ya kusikia radio hii, ya kusikiliza sauti hii kutoka Radio Furaha alfajiri ya leo, na kutangazia mashambani ukabarikiwe, kazini kwako ukabarikiwe. Hayo mazao unayopanda majira haya, Mungu akayakuze, na Mungu akakusaidie ukapate wateja ukauze, na neema ya Bwana itakufungukia popote pale ulipo. Neema ya Bwana idhihirike ndani yako, na Mungu akupe wimbo wa kwako wa sifa. Mungu alifunua agano jipya la kwako wewe na Mungu wako, ili na wewe uimbe wimbo wa kwako ya kwamba Mungu amekuona. Na mimi nakutangazia Mungu amekuona, na Mungu ataendelea kukuona katika jina la Yesu. Bwana akubariki uingiapo, Bwana akubariki utokapo, na neema ya Bwana mkono wake vizidi kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye msaada wetu. Watu wote tuseme amen. 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 Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amen. Kwa kuja na kwa huduma nzuri na kubwa kabisa. Amen. Ambayo si rahisi, lakini Mungu amekuwezesha kufanikisha hilo. Basi msikilizaji, nina kushukuru na wewe kwa kutuma ujumbe wako mfupi pamoja na kupiga simu, na kwa wewe ambao umetufuatilia kupitia YouTube channel ya Mwalimu Mesha Kilongo hapo YouTube. Asante. Ninarejea kwako baada ya muda mfupi sana, na nitakwambia kitu gani kinaendelea hapa studio, na hasa juu ya Amka na Radio Furaha. Mimi naitwa Mesha Kilongo. Ukiniita Melosupa unakuja kosea, ukiniita Kakafundi. Na asante kwa wewe ambao umezoea kuniita kuhani mwandishi. Asante pia. 96.7 Furaha FM Radio Iringa.